السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وبعد يكم حميدي الله عز وجل na kumtakia sala na salamu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote nikuhusieni pasina ya kuisahau nafsi yangu juu ya kumcha Allah azza wa jalla, kwani kwa hakika wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dakika chache zilizopita tulikuwa na shekhi wetu Sheikh Yaqub hafidhahu Allah wa ra'ah. Bila shaka amezungumzia watu bora, itikadi yetu kwa watu bora baada ya mitume na manabii ambao ni masahaba radhiyallahu anhum. Kwa muda huu insha Allah azza wa jalla tutazungumzia mmoja miongoni mwa watu hao, mmoja miongoni mwa masahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam, bali si mmojawapo tu, ni mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na lengo kuu tutazungumzia yale ambayo yamempata mwisho wa uhai wake. Nasema maqtal al-Husayn au istishhad al-Husayn radiyallahu anhu. Na kabla ya kwenda kumzungumzia mwisho wa maisha yake, kidogo tumfahamu Husayn ni nani. Na tutazungumzia tukio hili kwa sababu sote tutafahamu leo tupo katika siku ya Tasua na kesho tupo katika siku ya Ashura, siku ambayo ina matukio mengi katika tarehe kabla ya Uislamu na katika Uislamu. Sasa kuna watu ambao wanachukulia siku hiyo kwamba ni siku ya kuomboleza ama maombolezi ya kuuawa huyu mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam baini al-Husayn radhiyallahu anhu. Kwanza tuangalie nasaba yake. Husayn ni nani? Husayn huwa al-Husayn ibn Ali bin Abi Talib bin Abd al-Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf al-Hashimi al-Qurashi al-Madani al-Shahid. Husayn yunaitwa al-Husayn bin Ali, ni mtoto wa Ali bin Abi Talib, mtoto wake wa pili, akiwa mkubwa wake ni al-Husayn. Kuja kuona ndugu zake inshallah. Na ni mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa rihanatuhu min ad-dunya, na vile vile
فهو ابن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ni mtoto wa mama Fatima binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alivyosema baba yake ni Ali radhiyallahu anhu, anajulikana ni amirul mu'minin, amiri wa waumini, ambaye ni khalifa wa nne katika makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile Hussein ni mjukuu vile vile wa mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Bibi yake mzaa mama ni Khadija bint Khuwailid radhiyallahu anha, na zimekuja riwaya nyingi kuelezea fadhila zake, fadhila zao yeye na kakake. Hadithi zipo nyingi, na anasema katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahabba al-Hasan wal-Husayn faqad ahabbani, yote atakayempenda Hasan na Husayn basi kwa hakika atakuwa amenipenda nami. Wa man abghadahuma faqad abghadani, yote atakayewachukia hao wawili basi kwa hakika nami atakuwa amenichukia. Na zimekuja vile vile riwaya zikuonyesha huma sayyida shababil janna, wao Hasan na Husayn ni mabwana wa vijana wa peponi. Hayo ni kwa uchache katika, kutokana na muda ambao tunao, tunagusa dondoo chache chache. Na alizaliwa al-Husayn radiyallahu anhu wa ardah fi shahri Sha'ban sana 4 min al-hijra. Alizaliwa tarehe mwezi wa Shaaban, ndani ya mwezi wa Shaaban mwaka wa 4 Hijria, mwaka wa 4 Hijria. Kwa kauli sahih, kuna khilaf baina al-muarrikhin wal-nuqad, wanasema kwamba kuna riwaya zingine, lakini hii riwaya imesahihisha baadhi ya maulama. وقال الليث بن سعد الفقيه معروف، الليث بن سعد من وزوني فقيه معروف alikuwa katika nchi ya Misra, nasema ولدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي في شهر رمضان سنة 3. Fatima radhiyallahu anha alimzaa Hasan bin Ali mwaka wa 3 ndani ya Ramadhani. Sio mchezo, hata mwaka umepishana kweli. Amezaliwa mwaka wa 3 ndani ya Ramadhani. وولدت الحسين في ليال خلون من شعبان سنة 4. Na kamzaa al-Husayn kwa masiku yaliyopita ndani ya Shaaban, yani mwanzo mwa Shaaban mwaka wa 4. Wamepishana mwaka kweli hao? Kwa hiyo walizaliwa takriban mwaka, walipishana kidogo, karibia mwaka Hasan na Husayn. Na Ali radhiyallahu anhu anatueleza kwa kuzaliwa vijana wake, anasema lamma wulida al-Hasan samaituhu Harba, alivyozaliwa Hasan nilimuita Harba ni jina lake, kama walivyokuwa wanapenda kuita Waarabu majina shujaa vita. Anasema
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكجمتمي صلى الله عليه وسلم أكسيما أروني ابني nionyesheni mwanangu juku wake ma sammaytumuhu mmemwita nani sema qulna harba sema tumemwita harba qala la bal huwa hasan bali aitu hasan akasema falamma wulida al-Husayn sammaytuhu harba maana Ali alikuwa analipenda hili jina kwa yani kuonyesha tu mpaka hapo amezaliwa wa pili akamuita harba anasema fajaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala aruni ibni akaja mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nionyesheni mwanangu ma sammaytumuhu mmemwita nani qulna harba tumemwita harba qala la bal huwa Husayn hapana sio harba bali yeye ataitwa Husayn anasema falamma wulida athalith sammaytuhu harba alipozaliwa kijana wa tatu nikamuita harba mtume akaja vile vile akasema nionyesheni mwanangu mmemuita nani akasema harba faqala la bal huwa muhassan katika muarrikhun wametofautiana wanaosema alikuwa anaitwa Muhsin na wengine wanaitwa alisema alikuwa anaitwa Muhassan sababu kuna gogoro la jina Muhsin lakini maarufu kwa watu wengi wanamuita Muhsin ambaye alikufa akiwa mdogo na alikufa na hii tunaona mazuuma au madai ya mashia kwamba Umar wa Ali alikataa kutoa bai'a kwa Abu Bakar walimvamia Fatima Umar alimpiga teke tumbo la Fatima akapomosha mimba ambayo huyo mtoto ndiye alikuwa aitwa Muhsin uongo mtupu sababu huyu Muhsin kazaliwa wakati mtume yuko hai sallallahu alayhi wasallam inaonekana kwamba kwa sababu habari zake hazipo inaonekana amekufa akiwa mdogo المهم wengine Muhsin wengine wanaita Muhassan thumma qala inni sammaytuhum biwaladi Harun mimi nimewaita majina ya watoto wa Harun alayhi salam Harun alikuwa amewaita watoto wake Shabab Shubayr wa Mushabbar na hii riwaya katika Musnad Imam Ahmad na Sahih Ibn Hibban na isnadi yake ni sahih kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Harun alayhi salam yeye aliwaita watoto wake Shabab Mtume naye akamuita wa kwanza wa Fatima Hasan Harun alimuita mtoto wake wa pili Shubayr Mtume akamuita mtoto wa pili wa Fatima Husayn na watatu yule alimuita Harun alimuita Mushabbar na huyo akamuita Muhassan kwa riwaya hii ambayo umepokea kwa khilafu ya kisarfu hii utamshi lakini ala kulli hal tutapokea hivyo hivyo walivyotaja muarrikhun na alivyozaliwa al-Husayn aliadhiniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa riwaya hiyo ni dhaif maulama wameidhoofisha riwaya hiyo sema katika riwaya kuna mtu anaitwa Asim bin Ubaidillah ضعفه بن معين وقال البخاري منكر الحديث كما في الكاشف kwa riwaya hiyo ya kuadhiniwa al-Husayn ipo ni maarufu kwa watu lakini wanasema ulama ni dhaif lakini vile vile alifanywa aqiqa alifanywa Husayn na vile vile Hasan alifanywa katika riwaya ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anna an-nabiy anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husayn kabsha na hii riwaya ni dhaif kabsha riwaya dhaif riwaya kabshaini ndio riwaya sahih
Hapa nazungumza na wanafunzi, kwa hiyo muwe makini. Hii riwaya kabsha imeenea na imekuwa maarufu, lakini ni riwaya dhaifa kama alivyosema. Hii riwaya katika Sunan Abi Daud na isnadi yake ina dhaifu, lakini riwaya pili ambayo ni hadithi hiyo hiyo Abdullah ibn Abbas, lakini riwaya imekuja aqqa anil Hasan wal Husaini kabshaini, na inaendana kabisa na kwa kawaida mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi wawili, wa kike anachinjiwa mbuzi mmoja. Kwa hiyo inaendana kabisa hii na riwaya hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofanyia aqiqa aliwachinjia mbuzi wawili, na hii riwaya ni sahihi, iko katika sunan ya Sunanun Nasai, mlango wa kam yu'aqqu 'anil jariya, isnad yake ni sahihi. Lakini vile vile alifanyiwa khitan al-Husayn na Hasan vile vile katika riwaya iliyopokea Imamu Jabir kwamba Jabir radiyallahu anhu anasema aqqa 'anil Hasan wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husayn wa khatanahuma li 7 ayyam, kwamba aliyofanyia aqiqa na aliyofanyia sunna baada ya siku ya 7, yani kila mmoja siku ya 7 alifanyiwa sunna ama jando, alipelekwa jando. Ndugu wa Hussein ana ndugu zake kwa mama na ndugu zake kwa baba. Kwa haraka tumfahamu au tutaenda katika tukio la mwisho wa maisha yake. Hussein kama tulivyosema na kaka yake anaitwa Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali ndio kaka yake mkubwa, ndio tulisema alizaliwa mwaka wa 3 Hijiria ndani ya mwezi wa Ramadhan, na naye pia ni shahidi. Yeye ni shahidi, kipokelewa mara alipewa sumu, mara alifanyiwa ta'an, alichomwa na watu walimfanyia khiana Kufa, hapo katika nchi ya Iraq. Na ndugu wa pili wa Al-Husayn baada ya Hasan ni Muhassan bin Ali au Muhsin katika kauli nyingine, Muhassan au Muhsin. Na huyu taarifu yake hakuna kwa upana, kama tulivyosema kwamba inaonekana alifariki akiwa mdogo. Na ndugu yake watatu hawa ni ndugu wa kwa mama. Kuna Hasan ya Hussein, alafu Muhassan, alafu huyu mwingine Ummu Kulthum. Tunasema Ummu Kulthum, mwingine Ummu Kulthum bint Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma. Na huyu Ummu Kulthum aliolewa na nani? Aliolewa na Khalifa Umar, Amirul Mu'minin Umar radiyallahu anhu. Ummu Kulthum aliolewa na Umar, alikuwa binti mdogo, kwamba Umar alimpenda na akamweleza Ali, ile masahaba radiyallahu anhum. Umar alimzungumzia, kisha Ali akamtuma Ummu Kulthum kwenda ofisini kwa Umar katika ukhalifa wake. Umar akamuona, nikamtuma tu kwenda nenda kumwambia Amirul Mu'minin kadha. Karudi kumuuliza, vipi, umemuelewa? Ndio, nimemuelewa. Khalas, akamuozesha na alizaa naye kijana ambaye alikuwa anaitwa Ummu Kulthum alimzaa kijana alikuwa anaitwa subhanallah, in lam akhta ni Salim bin Umar. La, Zaid bin Umar. Ummu Kulthum alipata na Umar kijana ambaye alikuwa anaitwa Zaid bin Umar radiyallahu anhum. Ndugu wanne ni Zainab binti Ali radiyallahu anhuma. Zainab na pia alizaliwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi
wasallam, na alikuwa ni binti mwenye akili kweli kweli. Wakanat aqila labiba, na Ali radhiyallahu anhu alimwozesha huyu Zainab radhiyallahu anha kwa mtoto wa ndugu yake Abdullah ibn Jafar. Jafar tunajua ni kakake Ali radhiyallahu anhu, kwa hiyo huyu Zainab aliozeshwa kwa Abdullah ibn Jafar. Hawa ni ndugu zake upande wa mama. Ama ndugu zake upande wa baba maarufu sana ni Muhammad bin Hanafiya. Muhammad bin al-Hanafiya, huyu ni ndugu wa Hussein upande wa baba, mama zao ni tofauti, na huyu anafahamika katika pia wale ambao masahaba walimuhusia Hussein katika tukio lake la mwisho asipa bai'a Yazid bin Muawiya radiyallahu anhu, ambako Hussein Yazid tunasema rahimahullah lam yakun sahabiyan, hakuwa ni katika masahaba, ma annahu yajuz an naqula radiyallahu anhu. Tutambue kwanza, baada ya Muawiya, kabla ya Muawiya kufa, aliwataka watu wampe bai'a Yazid ambaye ni mtoto wake, na baadaye watu walimpa bai'a akiwa hai, lakini baada ya kufa ambaye ni mwaka wa 60 Hijria, watu wakampa bai'a Yazid na umri wake ulikuwa miaka 34, lakini Hussein hakumpa bai'a Yazid bin Muawiya. Vile vile Abdullah bin Zubair pia naye hakumpa Yazid bin Muawiya bai'a. Hao ni katika masahaba. Kuna baadhi ya tabi'in kama Suleiman bin Surraj na wengineo hawakutoa bai'a. Na al-Hussein na Zubair, Abdullah bin Zubair walikuwa Madina. Baada ya kutakiwa watoe bai'a kwa nguvu kwa Yazid, Abdullah bin Zubair aliwaambia yule kiongozi wa Madina, alipewa amri na Yazid kwamba walazimishe hao watoe bai'a kwa nguvu. Zubair alivyoelezwa akasema, basi andhuru hadhihi al-laila wa ukhbirukum bi ra'yi, naombeni usiku huu nitulizane, alafu nitatoa rai yangu. Na wakasema sawa. Falamma kana al-laylu kharaja min al-madinah hariban ila Makkah wa lam yubai'. Abdullah ibn Zubair baada usiku kuingia, yeye alijiandaa akaondoka kenda Madina, wala hakutoa bai'a. Pia Hussein akafuatwa, akaambiwa atoe bai'a. Qal inni la ubayi'u sirra, akasema mimi sitoi bai'a kwa siri walakin ubayi'u jahra baina an-nas, lakini nitatoa bai'a waziwazi mbele ya watu. Qalu na'am, wakasema sawa. Basi ilipofika usiku, kharaja khalfa Abdullah ibn Zubair, naye ulipofika usiku huo akajiandaa usiku, akaondoka naye akakimbilia Makka, na alikaa miezi kadhaa katika mji wa Makka, akukaa muda mrefu. Na baada ya watu wa Iraq kupata taarifa kwamba al-Hussein hajatoa bai'a kwa Yazid, na watu wa Iraq wao walikuwa hawampendi Muawiya radhiyallahu anhu,
Sasa zaidi ameingia Yazid mwana wa Muawiya, hawamtaki kabisa, hawamkubali. Wakaanza kutuma barua zao kwa Hussein wakimwambia Hussein, njoo Iraq, njoo Kufa, sisi tutakuwa nyuma yako, tutakupa bai'a uwe kiongozi wetu. Wakasema barua hizo ziliandikwa mpaka zilifika takriban barua 500. Sasa Hussein baada ya kuona mbona hili jambo lina jid, watu kama hawa kweli wako serious katika hili, akaamua kumtuma ndugu yake anaitwa Muslim bin Aqil, mtoto wa ammi yake. Akamtuma Muslim aende Kufa. Muhsin alipotuma Muslim, afwan kidogo tupate faida hapa. Muslim hakutoka peke yake kuelekea Iraq. Alitoka Muslim bin Aqil akiambatana na hawa watu. Bwana mmoja alikuwa anaitwa Abdurrahman bin Abdullah al-Arhabi. Abdurrahman bin Abdullah al-Arhabi. Wa pili akaitwa Qais bin Mazhar as-Saydawi. Wa pili akaitwa Amara bin Ubaid as-Saluli. Aliambatana hawa watu watatu. Kwa hiyo wakawa grupu la watu 4 wanaelekea Kufa. Lakini Muslim hajawahi kwenda Kufa, kwa njia hazijui. Wametoka Makka wakafika Madina, wakawatafuta Dalilaini, wakawatafuta waongoza njia wawili ambao wenyewe wanazijua njia. Walipofika katika jangwa walipotea. fi at-tariq ila al-Kufa tahu fi al-bariyah wa mata ahadu ad-dalilaini atsha. Walipofika jangwani walipotea njia, mmoja wa wale waongoza njia alikufa njiani kwa kiu. Sasa ile zile tabu za safari na shida, Muslim alimwandikia Hussein barua kwamba naomba nitoe kwenye hili jambo, chagua mtu mwingine aende Kufa, mimi naona uzito katika jambo hili. Lakini Al-Hasan alikataa, akamwamrisha aendelee katika safari na afike akathibitishe kama watu wa Kufa ni wa kweli, kama watu wa Kufa ni wa kweli. Basi alipofika Muslim Kufa, kabla alipofika akashuka kwa mtu mmoja anaitwa Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid mwanzo alipofika. Lakini tutambua kwamba katika mji wa Kufa aliyekuwa amiri wa Kufa ni sahabiyun jalil, alikuwa ni An-Nu'man bin Bashir maarufu, ndiye alikuwa amiri wa Kufa. Na mji wa Basra alikuwa Ubaidillah bin Ziyad, ndio amiri wa Basra. Sasa alipofika huyu Muslim, watu wakaanza kumpa bai'a, yani wanampa bai'a badala ya Hussein, kwamba wako tayari kumtetea Hussein, wako tayari kuwa nyuma ya Hussein na Hussein kuwa kiongozi wao. Walimpa bai'a Muslim watu takriban
wanasema takriban watu 12,000 walimpa bai'a Muslim baada ya kufika katika mji wa Kufa. Sasa baada ya kuonekana kwamba Nu'man bin Bashir huyu sahabi hajafanya lolote kuzuia kitendo cha Muslim kuchukua bai'a kwa watu, sababu kuna mtu amemzunguka Nu'man bin Bashir akamwandikia Yazid barua kwamba hapa katika mji wa Kufa ameingia Muslim bin Aqil, amekuja badala ya Hussein, anaangalia anachukua bai'a kwa watu kadha wa kadha. Sasa akatoa amri Yazid bin Muawiya, akatoa amri Ubaidullah bin Ziyad aende Kufa sasa hivi awe kiongozi wa miji miwili, awe kiongozi wa Kufa na Basra. Akamuondosha au akamtumbua An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu. Ubaidullah bin Ziyad akatumia hila. Alipokuja katika mji wa Kufa akaja hali ya jaa mulathaman, kaja aliyekuwa amefunga kilemba mpaka uso wake wote, kwa macho tu anaonekana. Sasa watu wakawa wanamkaribisha katika mji wa Kufa, ahlan bika ya ibn binti rasulillah. Wenyewe wanajua ni Husaini na ameingia Kufa. Sasa alipokaribishwa vile, ndipo akapata taswira kwamba kumbe jambo ni zito, ili jambo ni hatari, jambo ni hatari. Kutoka mwita alayka salam ya ibn binti rasulillah, walikuwa wakimwambia hivyo, alayka salam ya ibn binti rasulillah. Alipofika katika qasr ya Kufa, Ubaidullah bin Ziyad akamchagua mtu mmoja alikuwa akiitwa Ma'qil. Alitumia mbinu gani kwa Ma'qil? Sasa hapo Muslim baada ya kusikia Ubaidullah bin Ziyad ameingia Kufa, akapewa taarifa, akahama kutoka kwa Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, akaenda katika nyumba ya Hani bin Urwa. Hani bin Urwa huyo alikuwa katika vipenzi vya Ali, alikuwa akimpenda Ali sana katika Shia, kundi la Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo akaenda kwa Hani bin Urwa. Sasa tuma huyu bwana anayeitwa Ma'qil, alikuwa mtu wake wa karibu, nenda kapeleleze katika mji nani kichwa wa hili jambo. Hapo yeye Ubaidullah bin Ziyad bado hajajua kwamba Muslim bin Aqil yuko Kufa. Kwa hiyo akatuma, nenda akapeleleze nani yuko nyuma ya hili jambo, mbona limepamba moto namna hii. Basi akatoka huyu Ma'qil akampa pesa. Ubaidullah bin Ziyad alimpa Ma'qil kiasi cha pesa kwamba alafu ajifanye yeye ni mtu aliyetoka Hims, mji wa Hims. Mji wa Hims ambao nadhani kwa sasa huko katika nchi ya Dimishq, kama sijakosea. Anajifanya ametoka kule, yeye amekuja na pesa, tena akampa bi 3000 dinar 1000. Ni pesa nyingi sana, kwamba akampe huyo, yani amtafute huyo kiongozi, amwambie mimi ninatoa pesa ya kuunga harakati mkono, harakati za watu watoe bai'a kwa Hussein. Basi huyu bwana akapeleleza mpaka akampata Muslim bin Aqil wa bay'ahu, na akampa bai'a huyu Ma'qil, mtu wa Ubaidullah bin Ziyad, akampa bai'a Muslim. Sasa hiyo ni katika hali ya upelelezi. Sasa kinafiki kampa bai'a kinafiki,
ili apate yale ambayo anayataka aweze kuyapeleka kwa Ubaydillah ibn Ziyad. Akampa bai'a na akampa hiyo pesa 3000 dinar, na akawa anaenda anarudi kila wakati anaenda ili apate taarifa za kuregesha kwa Ubaydillah ibn Ziyad. Kisha akamfikishia Ubaydillah kwamba bana, katika nyumba ya Hani bin Urwa yuko Muslim bin Aqil, ndiye anayelingania katika hili na watu wanampa yeye bai'a. Sasa hapo tambueni kwamba Hussein yeye anachosubiri ni barua kutoka kwa Muslim kwamba bwana, njoo watu wa Kufa wote wanakuunga mkono. Kwa sasa yeye Muslim hana habari kwamba wanafuatiliwa, kashaona watu karibu 1000 ngapi wamempa bai'a, akaandika barua kwa Hussein, mwambia aqdim fa innal amra qad tahayya, mwambia njoo, amri tayari jambo liko tayari, lishaandalika jambo, watu wote wanakukubali wewe. Sasa Hussein anatoka Makka, ilikuwa ni yaumu tarwiya, siku ya 8 bani Dhulhijja, siku ya 8 anatoka Makka anaelekea Kufa. Na Ubaydillah ibn Ziyad tayari ashajua Muslim yuko katika nyumba ya Hani. Alichotaka yeye aletwe Hani bin Urwa akapelekwa kwake. Alimuuliza yuko wapi Muslim bin Aqil, akamwambia mimi sijui. Tujue Hussein anaanza safari huku, tayari Muslim ashashtukiwa. Ilikuwa ni zama za simu kidogo, kutuma message, bana mambo yameharibika usije. Hani akasema mimi sijui alipo Muslim bin Aqil. Alivyokataa akaitwa Maqil, yule mpelelezi. Sasa Maqil akaitwa, alivyoingia kwa Ubaydillah katika kasr akamwambia hal taarifu, wamjua huyu? Hani anamjua kwa sababu alishakuja kwake akajitambulisha kwamba ametoka Himsa na yeye amekuja kuunga mkono jambo la Hussein kuja Kufa, anamjua bila shaka. Qala na'am. Kisha Hani akapigishwa magoti. Sasa Hani akajua kwamba masala sasa ilikuwa ni khud'a, kwa huyu bwana akaja kwa udanganyifu kwa njia ya kutupeleleza. Basi akapigwa Hani bin Urwa, lakini alikataa kabisa kumtaja Muslim bin Aqil. Tena akamwambia wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha, law atangekuwa chini ya miguu yangu nisingenyanyua miguu yangu ili uweze kumpata Muslim bin Aqil. Basi akapigwa sana na akaamrisha awekwe jela, afungwe. Sasa habari ikamfikia Muslim kwamba ushajulikana kwamba uko kwa Hani na Hani ameshashikiliwa, yuko kwa Ubaydillah ibn Ziyad. Muslim akatoka na watu 4000, kachukua jeshi la watu 4000, wakaenda wakazunguka kasr la Ubaydillah ibn Ziyad. Sasa kosa ndani ya kasr walikuwa viongozi wa makabila. Unajua Waarabu wanaishi kwa makabila, viongozi wa makabila, kuna wazazi, watu wenye heshima katika ile jamii ya watu wa Kufa walikuwa katika kasri la Ubaydillah ibn Ziyad. Ubaydillah ibn Ziyad akaanza kuamrisha watu na wale viongozi kwamba waamrisheni watu wenu watoke kwa Muslim, nitawapa zawadi,
pia hatoguswa mtu yote, nitawapa amani, watoeni ndugu zenu. Basi watu wakamfanyia Muslim Khathlan, wakamfanyia uhuni wa kuwa kila mmoja, kila kiongozi anakuja anaamrisha kila mtu wa kabila fulani atoke nyuma ya Muslim. Huyu anakuja anamchukua mdogo wake, huyu anakuja anamchukua mwanamke, anakuja anamchukua mwanae, huyu anamchukua kakake, huyu anamchukua mumewe. Wakachukuliwa watu wote wale 1400 nyuma ya Muslim, mpaka wakabakia 30 rajula. Hawakubaki isipokuwa watu 30 katika watu 1400. Kufanyia khiana kubwa mno. Walipobakia watu 30 ndani ya watu 1400, jua halikuzama isipokuwa Muslim bin Aqil alibaki peke yake. Hata wale 30 walimkimbia, akabaki peke yake. Basi akabaki peke yake, akawa ni mwenye kujificha katika mji wa Kufa, mpaka akafika katika nyumba ya mama mmoja, akagonga, akabisha hodi, akaomba maji, akamweleza habari ilivyo. Ile mama akamkaribisha, akamweka chumba cha pembeni, akampa maji na chakula. Lakini mtoto wa yule mama kaenda kutoa taarifa kwa Ubaidillah bin Ziyad kwamba Muslimu mnayemtafuta yuko kwa mama yangu. Huyu mwanamama alikuwa katika kabila la Kinda. Basi akaja Muslim Ubaidillah bin Ziyad akatuma watu 70 kwenye ile nyumba, wakaenda kumchukua Muslim bin Aqil. Baada ya kumfikisha kwa Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad akamuuliza, kwa nini mmetoka katika bai'a ya Yazid? Muslim akasema, bai'atun fi a'naqina lilhusaini bin Ali. Kambia bai'a yetu zipo kwa Hussein bin Ali. Akamuuliza, awalaysat fi unuqika bai'atun li Yazida? Je, katika shingo yako hakuna bai'a ya Yazid? Faqala lahu, inni qatiluk, kama hauna bai'a ya Yazid mimi ninakuwa. Qal da'ni usi, naomba uniache kidogo nitoe usia. Huyu ni Muslim bin Ziyad ambaye niache nitoe usia. Akamwambia, naam ausi, toa usia kabla sijakuwa. Faltafata, akaangalia katika wale watu waliokuwa pembeni wa Ubaidillah bin Ziyad, akamuona mtoto wa sahaba ambaye anaitwa Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas tunamjua, sa mtoto wake alikuwa anaitwa Umar. Faqala lahu Muslim bin Aqil, akamwambia Umar, anta aqrabu an-nas minni rahima, ta'al usik, wewe ndio mtu wa karibu katika familia yangu, wewe ndio mtu wa karibu kidogo, naomba uje nikuhusie. Basi akamsogeza pembeni, akamuhusia, akamwambia, nilishamtumia barua Husaini aje, yupo njiani, naomba utume barua kwa Hussein, mwambie yaliyotokea. Watu wa Kufa wote wamekutenga, wametishiwa, wote wamekukimbia, kwa hiyo rudi, usije. Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas naye akamtuma mtu kwa Hussein ampe habari kwamba jambo limeisha, watu wa Kufa wote wamekufanyia khiana, kwa hiyo regea ulikotoka.
Tena akasema maneno mashuhuri, Muslim bin Aqil, maneno mashuhuri sana ambayo imehifadhiwa mpaka leo, akimwambia Umar bin Saad bin Abi Waqqas, amwambie Husaini hivi, mwambie maneno haya: irji' bi ahlik wala yaghur, wewe sasa rejea na watu wako. Basi Muslim bin Aqil akauawa يوم Arafa, siku ya 9, tarehe 9 yeye akauawa. Na Hussein alishaanza taarifa ya tarwiya, alishaanza safari, yeye akauawa siku ya Arafa. Kabla tujaenda maneno ya masahaba, kuna faida kidogo tupate. Kwa nini Hussein alitoka katika khilafa ya Muawiya, khilafa ya Yazid, yani hakumpa bai'a? Je, alikuwa khariji? Je, alikhalifu amri ya kiongozi kama wengine wanavyosema? Kwanza tufahamu Hussein ni alim. Hilo tulikumbuke kwanza hilo. Hussein ni alim faqihun, mwana wa zuoni, ni faqihi kweli kweli. Hussein yeye kwanza hakuwa radhi na kaka yake kuachia khilafa kwa Muawiya, lakini kwa sababu kaka yake alishaachia khilafa ilibidi awe radhi na kaka yake, hakuleta shida. Lakini baada ya kusema Hussein alikuwa muaridh lisulh, ile sulhu ilifanyika baina Hasan na Muawiya, yeye alikuwa anapingana nayo. Lakini baada ya kuwa amefariki Muawiya radhiyallahu anhu, sasa hapa mambo yakabadilika, mambo yakabadilika. Kwa tunasema sababu za kwanza, sababu za Husaini kutoka katika ukhalifa wa Yazid ama kukataa kumpa bai'a, jambo la kwanza huwa iradatullahi azza wa jalla. Hiyo ni ya kwanza. Kwanza kabisa ni qadar, ni Allah ametaka hivyo, wa anna ma qaddarahu sayakunu wa in ajma'a an-nasu kulluhum ala raddihi. Kwa kila alichokitaka Allah na alichokadiria kitatokea, hata watu wote wajaribu kuzuia, hakiwezekani. La radda li hukmihi wala li qada'ihi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunakubaliana kwanza Hussein kutokukubaliana na Yazid mpaka yote akatokea, kwanza kabisa ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili katika sababu, ma kana min adam iltizami Muawiya bishuruti al-Hasan fi sulh, kwamba Muawiya radhiyallahu anhu hakuwa anayasimamia yale masharti ambayo walikubaliana na Hasan katika suluhu. Ile suluhu waliofanya kuna masharti waliwekeana. Miongoni mwa masharti hayo, yani min dhimniha ma dhakarahu bin Hajar al-Haythami, ametaja miongoni mwa masharti hayo akasema, bal yakunu al-amru min ba'dihi shura baina al-muslimin, kwamba ewe Muawiya, mimi ninakuachia khilafa ili patikane amani baina waumini waislamu, lakini baada yako jambo litakuwa chini ya shura baina ya waislamu. Wao watamuona yupi anafaa kuwa kiongozi katika zama ambazo wapo. Ili katika masharti ambayo waliwekeana Hasan na Muawiya radhiyallahu anhu. Sasa hili jambo tayari Muawiya ashakwenda kinyume nalo, sababu kabla ya kufa alishaanza kutaka watu wampe bai'a mtoto wake awe kiongozi. Kwa hivyo hii ni miongoni ya sababu ya Husaini kutoka katika kutokubaliana na Muawiya. Waraa al-Husayn fi muhawalati Muawiya tawrith al-hukm min ba'dihi libnihi Yazid.
Kwa hiyo aliona tayari Muawiya na harakati za kumwachia uongozi mtoto wake, wakati katika jalada la masharti hili jambo halikuwepo. Lililokuwepo ni watu wakae shura, waangalie aliyekuwa bora, na waliokuwa bora walikuwa wengi. Alikuwa al-Husayn, alikuwa Abdullah ibn Umar, alikuwa Abdullah ibn Abbas, alikuwa Abdullah ibn Zubair. Walikuwa masahaba wengi ambao walikuwa wanaweza kuwa viongozi, lakini yeye akamrithisha mwanawe. Kwa hizi ni miongoni mwa sababu ambazo ilimfanya al-Hasan akataane na ule uongozi, asitoe bai'a kwa Yazid, sababu wameenda kinyume na masharti waliokubaliana. Lakini pia tunaangalia mawqif ya Hussein na fatwa yake na ضد الحكم الأموي imepita katika marhala mbili. Marhala ya kwanza, marhalatu adami albay'a li Yazid. Marhala ya kwanza ni kukataa kumpa bai'a Yazid, na akakimbilia Maka kama tulivyozungumza mwanzo, ambayo hii marhala ilijenga mawqif ya kisiasa kwa Hussein dhidi ya katika hukumu ya Yazid. Lakini marhala ya pili ni marhala ambayo sasa tunakwenda marhala ya muqawama, marhalatu al-amali ala muqawamati al-hukm al-umawi. Sasa anakwenda marhala ya pili ya kwenda kupambana dhidi ya utawala wa Umawiya, na anataka kuiweka nafsi yake kwa ndo badala ya usultani wa Umawiya katika mji wa Dimishq, yeye awe sultan kinyume na hawa. Na fatwa yake alijenga, kwa sababu tumesema, tukumbuke alikuwa ni mwanawazuoni huyu Hussein. Alijenga fatwa yake, wanasema maulama, wabana al-Husayn radiyallahu anhu fatwahu bitasalsul mantiqi shar'i. Naam. Katika fiqh al-fatwa, kama kuna wale watu wa usul wawe makini kidogo hapo. Fiqh al-fatwa iko sehemu mbili, aina mbili. Kuna an-naqli, kuna kunukuu fatwa, ambayo sana sana inakuwa katika katika masaili ambayo yamezungumzwa katika fiqh wa kadha. Masaili ambayo ni ya zamani, hii tunanukuu, ima unukuu aya, ima hadith, ima kauli ya miongoni mwa madhehebu ya fiqh, inaitwa menukuu fatwa. Lakini kuna marhala ya pili ya fatwa katika fiqh al-fatwa, ambayo ndio hiyo amezungumza hapa, nasema tasalsul mantiqi shar'i. Hii tasalsul ni inakuja kwa mfumo wa ijtihad katika masaili ambayo ni nawazil, masaili ambayo ni mapya. Faqih anatumia mfumo ambao anakwenda nayo kwa mtiririko mpaka apate hukumu. Nimetoka kidogo, lakini ni kwa faida. Kwanza wanasema faqih anafanya taswirul mas'ala, anapiga picha yale mas'ala ya fiqh. Namba mbili, baada ya kupiga mas'ala sura, anakupiga picha ya mas'ala haya yakoje, anasema takyiful fiqh, anaenda daraja ya pili. Watu usul msiache kupita hii, sio rahisi kupata kwenye vitabu. Anaenda daraja ya pili inaitwa takyiful fiqhi. Amepata sura ya mas'ala,
kisha anaenda daraja ya pili, anaangalia, anaipa yale masala muundo. Haya masala yatakuwa katika mlango gani miongoni mwa milango ya fiqh? Alafu akishamaliza hii marhala, anaenda marhala ya pili, istihdarul adilla au nusus. Anaanza kuleta nusus ambazo zinaweza kuwa zinaweza zikaendana na masala haya. Akishaleta istihdaru nusus au adilla, anakwenda marhala ya 4, alqiyas waljamu. Kama ni masala ambayo yana masala yaliyofanana, kama kuna masala yaliyofanana nayo, asa anaenda kwenye al-ashbah wan-nadhair. Anatizama amefanana masala haya, anafanya qiyas kama imefanana na masail. Kama hayapo katika al-ashbah wan-nadhair, anafanya kitu kinaitwa al-jamu. Anaangalia juzu ya hukumu hapa inafanana na juzu ya hukumu huku, anafanya jamu ya hukumu. Alafu namba 5, anafanya kitu kinaitwa tartibul adilla. Tartibul adilla ni tofauti na istihdarul adilla. Adilla anayokusudia hapa tartib, anaanza kuangalia katika qawaid al-fiqhiyya, qawaid al-usuliyya, anaangalia maqasid al-shar'iyya, anaanza kuangalia hizo, ndio nasema tartibul adilla. Hapa ukiangalia qawaid al-usuliyya inaendana kivipi, qawaid al-fiqhiyya anaangalia katika maqasid al-sharia, je, inaendana na haya ambayo anakwenda, kisha anakuja kufanya tarjih. 6, anafanya at-tarjih wa daf'u at-ta'arud. Atafuta rajih ni ipi, alafu anajaribu kuzuia kitu ambacho kinapingana na hichi, alafu mwisho anafanya kitu inaitwa manatul hukm. Sasa hii ndio njia aliyotumia Hussein radhiyallahu anhu kuangalia namna gani kwenda na aweze kujenga fatwa yake, asiwe tunasema sio khariji, sio katika khawarij. Hussein radhiyallahu anhu alijenga fatwa yake kifiqhi ili aweze kutoka katika ile dola na aweze kuipinga ile dola. Alikwenda katika njia ya kifiqhi ambayo ndio hii alielezea hapa kwamba alijenga fatwa yake kwa tasalsulu mantiqi shar'i, yani tasalsulu ya kiakili lakini ya kisheria ambayo ni ijtihad. Kwa hiyo njia alijenga fatwa yake Hussein, akaona kwamba hii dola si sawa sawa, na mimi ni katika wanawazuoni ambayo inatakiwa nipinge dhulma ya dola hii, niweze kwenda kuungana na watu wa Kufa ambao wananikubali. Na malmuhim, sababu muda umekimbia, nimeelezwa tumeongezwa dakika chache. Hussein alitoka baada ya kuwa tulivyosema alianza safari siku ya 8 ya Tarwiyah katika mwezi wa Dhulhijja, lakini baadhi ya masahaba walijaribu kumzuia, asitoke. Miongoni mwao Abdullah ibn Abbas alimwambia maneno mashuhuri, tuna muda kuyataja, inshallah tutafuatilia tujue alimwambia. Lakini vile vile Abdullah ibn Umar alikuwa katika haji. Baada ya kumaliza ibada ya haji, anaambiwa Hussein alitoka yaumu Tarwiyah anaelekea Kufa. Alimkimbilia kwa safari ya siku 3. Ndipo akamkuta Hussein, akaanza kumnasihi aregee. Hussein alikataa. Hii tutataja kwa sababu kuna dalili kabisa ambayo Abdullah ibn Umar alitoa, ni hadithi. Akamwambia baada ya kuwa amekataa, akamwambia inni muhaddithuka hadithan, mimi nakuhadithia hadithi ambayo imetokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna Jibrila ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fakhayyarahu baina ad-dunya wal-akhirah. Hakika Jibril alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkhiyarisha baina ya dunia na akhira, yani baina ya ufalme na unubuwa peke yake. Nasema fakhtara al-akhirah wa lam yurid ad-dunya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akachagua akhira, hakutaka dunia. Alichagua unabii peke yake, hakuchagua ufalme. Kwamba wa innaka bad'atun minhu,
na wewe ni sehemu katika mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kama mtume alikataa dunia akachagua akhera, wewe hicho unachokitafuta ni dunia, kwenda kutafuta uongozi, achana nao. Wallahi la yaliha ahadun minkum abada, anamwapia kwamba hakuna katika nyinyi ambaye anaweza kufuata hiyo njia ambayo mtume alikataa. Wama sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum, na Allah hakukuepusheni hilo kuchagua dunia isipokuwa ni kwa sababu ya kheri kwenu nyinyi. Fa aba al-Husayn an yarji', kwa tulisema qadar lishaandikwa na Allah. Akasema fa'tanaqahu Abdullah ibn Umar wa baka, Abdullah ibn Umar akamkumbatia, akampa muanaka huko analia, kisha akamwambia maneno mazito sana, akamwambia astaudi'uka Allah min qatil, na kuachia Allah, lakini unaenda kukutana na nini? Na kifo. Maneno ya mwisho ya Abdullah ibn Umar kwa al-Husayn. Vile vile Abdullah ibn Zubair alimkataza, vile vile Abu Sa'id al-Khudri alimkataza, vile vile kaka yake Muhammad bin al-Hanafiya alimkataza, vile vile mwanashairi maarufu mnamjua al-Farazdaq alimkataza vile vile usitoke. Lakini Husaini alikataa, mpaka alimwambia baada ya kuwa umetoka, alimuuliza umetoka wapi, akamwambia Kufa. Akamwambia vipi watu wa Kufa? Akamwambia qulubuhum ma'ak, mioyo yao iko nawe, wasuyufuhum ma'a bani Umayya, lakini panga zao ziko pamoja na Bani Umayya, yani wako katika jeshi la Bani Umayya, usiende. Lakini Husaini alikataa. Husaini akafika sehemu inaitwa Al-Qadisiyya. Al-Qadisiyya, hapa ndipo alipata taarifa kwamba yule mtu aliyetumwa na Umar bin Saad bin Abi Waqqas alivyotumwa, alifika sasa, wakakutana Husaini sehemu inaitwa Al-Qadisiyya, kumuuliza kwamba Muslim bin Aqil ameshikwa na ameuawa, na watu wa Kufa wote wamemtenga, wamerudi nyuma. Kwa hiyo Muslim anakutaka uregee, Muslim anakutaka uregee. Sasa Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhuma akawafuata watoto wa Muslim, kwa sababu katika group ile kundi la msafara watoto wa Muslim bin Aqil wapo. Akamwambia bana, yaliyotokea, baba yenu ameshikwa na ameuawa na Ubaydullah bin Ziyad, na baba yenu ametuma ujumbe anataka turegee. Wale watoto wakamwambia la wallah la narji'u hatta na'khudha bi tha'ri abina, hatuwezi kuregea mpaka tulipe kisasi cha baba yetu. Hasa atafanyaje Hussein? Watoto wamesema hawaregei, anataka kisasi cha baba yao. Hussein katika grupu lake ana wanajeshi 71, wengine ni kina mama, watoto, wale washika upanga ni watu 71. Alafu wataka waende wakalipe kisasi kwa Ubayd bin Ziyad, ana watu karibu 1500 wanajeshi. Basi Hussein akakubaliana na rai za watoto wa Muslim bin Aqil, wakaenda. Hasa Ubaydullah bin Ziyad alipojua kwamba Hussein ameamua kuja, akamtuma bwana mmoja anaitwa, alimwamrisha kiongozi wa jeshi anaitwa Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi, alimtuma na jeshi, tena alimtuma na jeshi la watu 1000 peke yake. Hao watu 1000 na Hussein na watu 71 wakutane na Hussein njiani. Basi walipokutana, akamuuliza Hussein, huyu bwana waelekea wapi? Akamwambia naelekea Iraq. Akamwambia fa inni amuruka an tarji'a la yabtaliyani Allahu bik, na muomba Allah asinipe mtihani kwako, asinipe mtihani kusema fulani ndiye alimuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naomba uregee, na kuamrisha, naomba uregee, usiingie katika mji huu. Irji
min haythu ataita au idhhab ila ash-sham ila haythu yazidu la taqdum ila al-Kufa, rejea ulipotoka ama uende Sham ukakutane na Yazid. Hussein alikataa, aliendelea na safari ya kuelekea Iraq. Jamaa alitaka kumzuia lakini ameshindwa, kila anamzuia kwa mbele, usiende Hussein. Hussein anang'ang'ania, anamwambia sogea. Hussein akamwambia maneno haya, mbia Hur, ibta'id anni thaklatka ummuk. Maneno mazito hayo, akamwambia kaa mbali na mimi, mama yako atakukosa, anaenda